السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. Ndugu Waislamu, baada ya kumhimidia Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa taala ukweli kumcha biidhnillahi tabaraka wa taala, leo tutazidi kuzungumza hapa Kitama TV tukiwafahamisha watu waikumbuke siku ya Kiyama na wayafahamu yatakayojiri siku hiyo. Ndugu zangu Waislamu, watu wengi wanaikadhibia siku ya Kiyama kwa kule kufanya maasia. Mtu anapofanya jambo baya, tafsiri yake anakanusha kama Kiyama hakipo. Laiti nafsi yake ingekiri uwepo siku ya Kiyama, basi angejiepusha na maasi, angejiepusha na madhambi makubwa na madogo, akiogopa hiyo siku itakuwa anadhima mbele Allah tabaraka wa taala. Sasa ndugu zangu, tufahamishane kwa kuelekezana kama ifuatavyo. Allah tabaraka wa taala ndani ya sura al-Baqara aya nambari 48, Allah anasema hivi: a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun. Sadaqallahu alazim. Aya hii Allah tabaraka wa taala anasema, enyi wanadamu, enyi Waislamu, enyi waumini wa dini ya Kiislamu, ikumbukeni na muiogope siku ambayo haitanufaisha nafsi nyingine kwa chochote. Iogopeni yauma la tajizi nafsun an nafsin shay'a. Siku hiyo tunayosema muiogope, Allah anasema siku hiyo haitanufaisha nafsi nyingine kwa chochote. Wala yukhadhu minha wala yukbalu minha shafa'a. Na hiyo siku ya Kiyama ambayo tunakuelezeni muiogope, wala haitakubaliwa kwake siku hiyo maombezi ya aina yoyote yale. Wala yukhadhu minha adlun wala hum yunsaruna. Na siku ya Kiyama haitapata kupokelewa kikomboleo chochote kutoka kwa mtu mwingine. Wala hum yunsaruna, na waovu hiyo siku hawataweza kunusuriwa. Lakini pia Allah akatukumbusha tena katika aya nyingine, sura al-Haqqa aya ya 18, anasema yauma idhin turadhuna la takhfa minkum khafiya. Ikumbukeni muiogope siku ambayo mtahudhurishwa mbele ya Mola wenu subhanahu wa ta'ala, na mkishahudhurishwa haitafichika siri yoyote miongoni mwa siri zenu, kuonyesha yote yanayefanya kwa siri ulimwenguni siku ya Kiyama yataanikwa hadharani, na itakuwa mtu umeaibika, hakuna uficho siku hiyo. Lakini akatukumbusha tena Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani sura Twaha aya ya 10 mpaka 15, aliwaeleza waumini akisema hivi: innani ana Allah, kwa hakika yangu mimi ndiyo Allah, la ilaha illa ana, hapana mola apaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni mimi, fa'buduni wa aqimis salata lidhikri, basi niabuduni mimi mola wenu na simamisheni, dumisheni kusali sala tano hali mkinitaja mimi. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tasaa, hakika Kiyama kitakuja. Allah anasema kwa hakika
Kiyama kitakuja, bila ya shaka nimekaribia mimi Mola wenu kukificha hicho kiyama, nisibainishe lini kitakuja, ili kila nafsi ilipwe kwa iliyo ya chuma. Hizi aya zimebainisha kuelekeza watu uwepo wa siku ya kiyama. Muda wa kuwa ulimwengu huu upo, basi mnajulishwa kiyama nacho pia kipo, siku ya mkutano mkuu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bado anazidi kutukumbusha katika sura Ar-Rahmani pale aliposema, fa yawma idhin la yusalu an dhanbihi insun wala jan. Wallahi, kumbukeni na muiogope siku hiyo ya kiyama, siku ambayo hatoulizwa kunako madhambi yake binadamu wala jini. Allah hatapata tabu kuwauliza watu, wewe umefanya kosa gani? Umefanya kosa gani? La, hakuna kuulizwa siku hiyo. Fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Allah tabaraka wa taala mnazikanusha kama si neema zake? Ulimwengu ni wake, ardhi ni yake, mbingu ni zake, madini ni yake, bahari, mito yake, kila kitu, mimea yake, vyakula vyake, maji yake. Hizi ni neema ambazo Allah amezikunjua kwenye ngongo ardhi, wanufaiki viumbe. Basi hakuna neema yoyote mwanadamu atakanusha kama hii haikutokana nani? Na Allah tabaraka wa taala. Allah akaendelea akasema hivi, yu'rafu almujrimuna bisimahum wa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Siku ya kiyama, ndugu yangu, waovu wote watafahamikwa kwa alama zao, watafahamikwa kwa athari zao ambazo zitadhihiri mbele ya Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Basi watakapokutikana watu hawa, zile alama za mabaya waliokiyafanya zimedhihiri katika miili yao, kutatoka amri malaika waje kuwakamata kwa kila mwenye alama husika. Watawachukua hawa watu hawa kuwapeleka motoni, hali ya kuwa wamekamatwa nywele za utosini na wamekamatwa kwenye miguu yao. Maana halisi watu wote siku ya kiyama biidhnillah tabaraka wa taala, tukishakusanywa huko, kila atakayezaliwa kaburini mwake atakuwa Mwarabu mwenye nywele nyingi zilizotambaa. Na ndiyo maana ya kusema wayukhadhu bin nawasi wal aqdami, atakuja kukamatwa kupitia zile nywele za utosini kwake, nywele ndefu za kutambaa, hali kwa wamechanganya na miguu yake. Amekamatwa hivyo asokomezwe ndani ya moto wa Jahannamu. Ndugu zangu, fabi ayi ala rabbikuma tukadhibani, basi je, ni ipi miongoni mwa neema za Allah tabaraka wa taala mnazikanusha kama si za kwake? Jawabu, hakuna. Watakapokamatwa kupitia nywele za utosi na miguu yao, waambiwe hadhihi jahannamu allati kuntum biha tukadhibuna, hii Jahannamu mulosokomezwa leo ni ile ambayo ilikuwa nyinyi duniani mnaikadhibisha kwamba hakuna siku ya malipo. Ndugu yangu Muislamu, wallahi usiombee angalau utose motoni hata kwa siku moja. Tumenasema muovu siku ya kiyama, baada ya kukamatwa kupitia nywele za utosi na nyayo zake, atasukumwa kwenda Jahannamu. Ataporomoka anaiendea Jahannamu hali amenyoka vizuri kabisa, ametanguza kichwa. Ataporomoka tangia usawa wa ardhi kwenda katika shimo la moto wa Jahannamu miaka 70. Na uporomokaji huu ataporomoka kwa kasi kweli kweli, mfano wa mtu aliochukua upinde akavuta vizuri ule uta, akauondoa ule mshale kwa nguvu zake zote. Mshale unaondoka masafa marefu kwa kasi kweli kweli. Ndivyo atakavyoporomoka mtu anakwenda katika Jahannamu baada ya kukamatwa kupitia utosi, nywele za utosi na miguu yake. Naambiwe hii ndiyo Jahannamu ambayo duniani wewe ilikuwa unaikadhibisha. Unafanya ibada unakuwa mzinifu, unafanya ibada unachukua mikopo ya riba, unafanya ibada hali wewe ni mshirikina, unafanya ibada wewe ni muuaji,
unafanya ibada, wewe ni mwizi, na maasi mbalimbali, madhambi makubwa na madogo ilikuwa unajumuika nayo, kwa maana ilikuwa ukichanganya mabaya na mema utaondoka duniani hali ya kuwa wewe ni mnafiki muovu, utakayeingia jahanamu ukiporomoka kwa miaka 70 kwa mwendo wa kasi kama mshale ulioondolewa katika upinde wake. Ndugu zangu Waislamu, mnasikia kipindi hii hapa Kitama TV, siku ya Kiyama ni siku ngumu. Moja ya masiku, sahaba mmoja aitwaye Muadh ibn Jabali radhiyallahu ta'ala anhu aliuliza akisema, ya Rasulullah, ewe mtume Mwenyezi Mungu, akhbirni an qawli Allahi tabaraka wa taala, ebu nielekeze, nipe habari kunako aya ya Mwenyezi Mungu iliyosema hivi, yauma yunfakhu fi suri fataatuna afwaja, iogopeni siku itakayopulizwa baragumu, halafu watu watujie sisi makundi kwa makundi. Nielekeze makundi gani haya ya Rasulullah? Fabaka nabii sallallahu alaihi wasallam, basi mtume alilia kwa swali hili, hata btalati thiyabuhu dumu'i ainihi, mpaka nguo zake zikaolowana machozi yaloturuzika kwenye macho yake kwa swali hili zito. Faqala, mtume akanjibu Muadhi, laqad salta an shay'in adhimi, wallahi kwa hakika ya Muadhi umeuliza jambo zito. Jawabu ni hivi, yusharuna ummati, umma wangu mimi mtume Muhammadi utafufuliwa, utakusanywa kutoka katika makaburi yao, fi 12 sinfa, hali ya kuwa kumegawanyika makundi 12. Subhanallah, ndani ya makaburi yetu ummati Muhammadi tutaondoka tukiwa makundi 12. Haya makundi inapasa uyafahamu. Fuatilia vizuri kipindi chetu hapa Kitama TV, uwezi kujua siku ya Kiyama utakuwa kundi gani katika haya makundi 12. Makundi 11 yote yatakwenda motoni, ila kundi moja tu ndilo litakalo kwenda katika pepo. Tukishafikishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, tusimamishwe mbele yake na umma zingine tumekusanya hapo pamoja. Allah tabaraka wa taala baada ya kisimamo kirefu kutatoka sauti iseme hivi, wamtazul yauma ayuhal mujrimun, leo kama leo waovu wote wajitenge kando. Subhanallah, basi kwa tamko hili tutagawanyika kwenye kisimamo tukiwa makundi makuu matatu. Tutagawanyika kwenye kisimamo hicho baada ya kauli hii, wamtazul yauma ayuhal mujrimun, tutagawanyika makundi makuu matatu. Subhanallah, kundi la kwanza ashabul yamin, kutapatikana watu watakee kuwa kuliani, wa ashabu shimali, na kutakuwepo kundi litakalokuwa kushotoni, wa ashabu waraa dhahri, na kutakuwepo kundi litakalokuwa nyuma ya mgongo wa eneo hilo ambalo watu watakusanywa. Kitakachofanyika Allah tabaraka wa taala hapo, itapasa haya makundi matatu awape vitabu vyao. Kundi la kwanza Allah anasema, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabia, ama wale watakayepewa madaftari yao kwa mkono wa kuume watasema, ebu someni madaftari haya, kwa maana watapokea madaftari yao kwa mkono wa kuume, na wakishakunjua watakuta amali zao zote ambazo duniani wakizifanya za kheri zimeandikwa, zimedhibitiwa, kwa sababu waliyafanya matendo yao hali ya kuwa wana imani. Imani, ndugu zangu, baada ya kumwamini Allah na mtume wake na vitabu vyake, pamoja na siku ya mwisho, pamoja na kadari, na kuiamini ile nguzo moja ya ihsani, kumwabudu Allah kana kwamba unamuona, kama humoni yeye anakuona, imani inaendelea. Kile kitendo cha mtu kufanya haya yote na imani yake hii ikawa anajichunga na maasi, huyu ana imani. Yule anayefanya haya anamwabudia Allah na anatimiza amri zote, lakini bado akawa muovu, huyu hana imani. Jaalie tu hivi, mtu